nitawezaje kutoka kwenye masharti ya kishetani ama masharti ya kichawi ama masharti ya nguvu za giza? Inawezekana wewe ni mchawi, inawezekana wewe ni mganga, inawezekana unatumia pesa za kichawi ama za kiganga au za masharti, ama inawezekana ulijiingiza kwenye mfumo wa nguvu za giza ama kwenye maagano ya nguvu za giza, basi na unatamani kutoka baada ya kutumika kwa muda fulani. Umeona sasa imetosha, nataka kutoka, lakini kila ukitafuta uwezekano wa namna ya kutoka unashindwa. Basi leo nipo kwa ajili ya wewe kujibu hili swali ambalo inawezekana unajiuliza sana. Kwa kwanza kabisa ningependa kusema hauwezi ukatoka kwenye agano lolote bila kuingia kwenye agano lenye nguvu zaidi kuliko lile agano la kwanza. Hauwezi. Agano la kwanza, mfano ulio hai ni Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa kwenye familia ya kiganga na kichawi. Mungu akamtoa Ibrahimu na yeye Ibrahimu akamwamini Mungu. Ukisoma Mwanzo 12 utaona pale mchakato wa Mungu kumtoa Ibrahimu kwenye familia ya kwake. Anamwambia toka kwenye hiyo familia, ukajitenge na hiyo familia, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kulikuza jina la kwako, nawe utakuwa baraka. Kwa hiyo kitu cha kwanza, Mungu anaanza kumtoa Ibrahimu kwenye familia ya kwake, kwenye ukoo wa kwake, anamtenga Ibrahimu. Ukisoma 15 unasema Ibrahimu akamwamini Mungu, naye Mungu akamhesabia jambo hilo kuwa haki. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kumwamini Mungu kwamba anaweza akakutoa kwenye hayo masharti, anaweza kutoa kwenye huo ushetani na huo uchawi na huo ganga. Cha kwanza ni kumwamini Mungu kwamba anaweza. Baada ya kumwamini, jambo la pili ni kufuata maelekezo ya Mungu. Maelekezo ya Mungu ni clear kabisa. Mungu anamwambia Ibrahimu, toka hapa mpaka nitakapokuambia, na hapo njiani akawa anampa maelekezo tofauti. Sawa na kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 28 mstari wa kwanza, itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kufanya yote nitakayokuambia. Kwa tafsiri nyingine nasema ile neno kwa bidii, kuyazingatia. Mungu anachokitafuta hapa ni commitment yake mbele zake, ni ile uthubutu ama kuhakikishwa kwako mbele zake. Ndio maana nasema uisikilize sauti yake kwa bidii, maana sauti yake itakuwa ikilenga kukutoa wewe kwenye huo ushetani, kukutoa wewe kwenye hayo masharti na kukupeleka kwake kama commitment, kwenye ulinzi wa kwake. Kwa nini? Utakapokuwa ukifuata masharti ya Mungu ama kuisikiliza sauti ya Mungu kwa bidii, means unajitoa kwenye masharti ya kichawi, unajiingiza kwenye masharti ya Mungu aliye hai, ambayo ya kwake ni salama na hakika. Na hii sauti itakuwa ikikutaka kwenye mambo haya matatu, itakuwa kuelekeza kwenye hivi vitu vitatu. Kitu cha kwanza itakuwa ni sadaka. Kitu cha pili itakuwa ni neno. Kitu cha tatu itakuwa ni maombi. Nitaenda kuvieleza vyote kwa undani zaidi. Kitu cha kwanza, sadaka. Kutakuwa na aina tatu za sadaka ambazo utahitajika kuzitoa. Sadaka ya kwanza ni sadaka ya damu ya Yesu, ambayo hii tayari umeisha lipiwa. Inawezekana ulikuwa kwenye masharti ya kichawi ama uganga, walikuwa ikwambia toa sadaka ya mtu ama mnyama ama kitu fulani ili kuimarisha agano lako na ile miungu, ama kuendelea kupata nguvu kwenye ile miungu ama kwenye ile uchawi ama kwenye kishetani fulani ambao ulikuwa upo. Lakini unapokuwa kwa Yesu Kristo,
kwa Mungu, anakwambia toa sadaka ya damu ya Yesu, ambayo ni mbadala wa kila aina ya damu. Ni zaidi ya damu ya mnyama, zaidi ya damu ya kila namna ambayo umewahi kuitoa kwenye maisha ya kwako. Hii sadaka ya damu ya Yesu ndiyo sadaka iliyo kamili, na neno la Mungu itakuwa likikuelekeza usamani wa hii sadaka. Ndio maana maelekezo ya pili ni kwa habari ya neno, maana yatakuwa kuelekeza kwa habari ya samani na umuhimu wa hii sadaka na namna ambavyo hii sadaka ina nguvu kwenye maisha ya kwako. Utasoma kitabu cha Ibrania, utasoma kitabu cha Korinto, utakuwa ukiona pale kwa habari ya nguvu ya damu ya Yesu kukutoa wewe kwenye utumwa, ama kutoa wewe kwenye kila namna ya mateso, na itakupa nguvu sawa sawa na ile nguvu ambayo ukipata kwenye ile damu ya mnyama ama damu ya binadamu, na ulikuwa kiambiwa urudie mara kwa mara, lakini ndani ya Yesu hicho kitu hakipo. Imeshatolewa mara moja tu damu ya Yesu ambayo inapita thamani ya kila damu. Nitakusaidia hapo. Kwa hiyo neno la Mungu litakuongoza na kukupa mwongozo usamani wa hii damu ya Yesu ulionao, umuhimu wa damu ya Yesu kwenye maisha ya kwako, nguvu ya damu ya Yesu kwenye maisha ya kwako. Neno litakuwa likuongoza. Alafu maombi yatakuwa ni maombi ya matamko ama maombi ya udhihirisho. Yale maombi yatakuwa yakikufanya ukili sawasawa na neno linavyokuelekeza kwa habari ya damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo utakapokuwa ukitamka na kuomba, utakuwa unaruhusu utendaji kazi wa damu ya Yesu Kristo kwenye maisha ya kwako. Damu ya Yesu itaanza kufanya kazi kwenye maisha ya kwako pale ambapo utakuwa ukitamka damu ya Yesu itaanza kufanya kazi kwenye maisha ya kwako pale ambapo utaanza kufanya maombi ya matamko, yatakuwa kupa nguvu. Sadaka ya pili itakuwa ni sadaka ya mwili wako mwenyewe, yaani kujitoa wewe kikamilifu mbele za Mungu. Biblia inasema kitabu cha Warumi 12:1 pale, itoeni miili yenu kama dhabihu iliyo takatifu. Kwa hiyo itakuwa ni sadaka ya pili. Utahitajiwa kujitoa kikamilifu mbele za Mungu, kumtumikia kwa nguvu zako, kutoa muda wako, kutoa kila ulicho nacho, kujitoa wewe mwenyewe kikamilifu mbele za Mungu kwa ibada, kuhudhuria mambo mbalimbali yanayohusiana na mambo ya Mungu. Kama Biblia ilivyosema ya kwamba msiache kusanyikana mahala pamoja, ndivyo na wewe utakavyojitoa kikamilifu mbele za Mungu. Kujitoa huko utakuwa ukiutafuta kwanza ufalme wa Mungu ili haya mengine uzidishiwe, sasa na kitabu cha Mathayo. Sadaka ya tatu itakuwa ni sadaka ya mali na fedha. Sadaka ya tatu itakuwa ni sadaka ya mali na fedha. Biblia inasema hauwezi ukatumikia mabwana wawili. Biblia inasema hauwezi ukatumikia mabwana wawili, utampenda huyu ama umchukie huyu. Na Biblia imesema kwamba fedha ni jawabu pia mambo mengi. Watu wengi waliojiingiza kwenye masharti ya kichawi ama nguvu za giza ni kwa sababu walikuwa wakitafuta fedha, na hivyo walijikuta wakiabudu fedha. Sasa ili kuonyesha kwamba ile fedha haina thamani kwenye maisha ya kwako, unaitoa mbele za Mungu. Biblia inasema sadaka yako ilipo ama hazina yako ilipo ndipo moyo wako ulipo. Kwa hiyo kwa kuitoa sadaka na mali yako mbele za Mungu, unauhamisha moyo wako na roho yako kwenye madhabahu za giza na kuileta mbele za Mungu, ili kwamba sadaka yako ilipo ndipo na moyo wako pia utakuwepo, na mali zako pia zitakuwepo, na wewe pia utakuwepo. Kwa hiyo utaanza kufanya process ya kuhamisha moyo wako na mwili wako na roho yako kwenye madhabahu za giza kwa kutoa sadaka mbele za nani? Za Mungu pia, kwa kusema mimi na fedha si kitu chochote mbele za Mungu. Tunajitoa kikamilifu mbele za Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu litakuwa likikuelekeza umuhimu, litakuwa kuelekeza umuhimu wa kujitoa, umuhimu wa kutoa sadaka yako mbele za Mungu. Nitakuwa kukupa maelekezo namna ya kujitoa na namna ya kutoa sadaka yako mbele za Mungu. Sadaka yako ili kubalike mbele za Mungu isiwe kama sadaka ya
Kaini, bali ikawa ni sadaka ambayo itakubalika mbele za Mungu. Neno la Mungu itakuwa kupa maelekezo, lakini maombi yatakuwa kufanya ukili sawasawa na maelekezo ambayo neno la Mungu limekupa, ili kwamba vile vitu vianze kufanya kazi kwenye maisha ya kwako. Unapokuwa ukifuata mtiririko wa hivi vitu vitatu, sadaka, neno la Mungu pamoja na maombi, automatically unakuwa ukijitoa kwenye yale maagano, kwenye yale masharti, kwenye zile nguvu za giza. Kwa nini? Kwa kuwa sadaka yako ilipo ndipo moyo wako utakapokuwepo, na matamko yako yanathibitisha uhalali wa wewe kuwepo kwenye madhabahu ya Mungu. Na kwa kuwa tayari umejaza neno la Mungu ndani yako, una ufahamu wa kutosha kuhusiana na Mungu na kuhusiana na kile kitu ambacho unakifanya. Kwa kutokana na ufahamu ulionayo, kwa unajua sadaka hii naitoa kwa purpose ya moyo wangu kuhamisha kwenye hii madhabahu na kuileta kwenye madhabahu ya Mungu, na kusema ya kwamba hii sadaka haina, ama kusema mimi sina thamani yangu ni kubwa sana mbele za Mungu kuliko hata fedha nilizonazo, kuliko hata mimi nilivyo. Nadhani utakuwa umenielewa sana na utakuwa umekomboka. Kwa kuamini kwako, kwa uthubutu wako wa kwanza, hatua yako ya kwanza ni kwa kuanza kuamini kwa habari ya Mungu. Hatua ya pili ni kuanza kufuata maelekezo yote ya Mungu. Hatua ya tatu ni maelekezo yale yanahusiana vitu vingapi. Vile vitu vinavyohusiana na ile maelekezo unaweza kuvifuata kimtiririko. Alafu hatua nyingine utakuwa tayari umeshajitoa kwenye yale maagano. Kitu cha kuzingatia ni kwamba ukiwepo safarini kutoka kwenye hayo maagano, shetani atakuwa akikupiga vita, au hao watu kwenye hayo maagano yatakuwa kupiga vita ili kwamba usirudi nyuma. Ndio maana Biblia inasema isikilize sauti ya Mungu kwa bidii, kwa kuzingatia. Zitainuka sauti nyingi njiani ili kwamba zikurudishe tena nyuma ulikotoka, kwa kukuaminisha kwamba haupo thabiti, kwa kutia hofu, kwa kutia mashaka ya kwamba utapoteza kila ulichonacho. Lakini nikwambia kitu ya kwamba utakapokuja kwa Mungu na ukasikiliza kwa bidii sauti ya Mungu, hakuna hata kimoja ulichonacho kitapotea kwenye maisha ya kwako, ikiwa ukaisikiliza sauti ya Mungu kwa bidii. Inawezekana ulitoka na mali, ulitoka na vitu mbalimbali kwenye mashetani na kwenye uganga, hata kimoja hakitapotea ikiwa utaisikiliza sauti ya Mungu kwa bidii na kuyafuata yale yote anayokuelekeza kuyatenda. Na nimekwambia hayo mambo ni mambo matatu: kuna sadaka, kuna neno la Mungu, lakini pia kuna maombi. Ukiyatekeleza haya matatu, kuna kitu kikubwa ambacho utaanza kukiona kwenye maisha yako. Hautapoteza kitu, na kuhakikishia utaendelea kuwa imara, lakini ukiwepo ndani ya upendo la Mungu na ukiwepo ndani ya agano imara lenye nguvu, na agano ambalo litakufanya uishi maisha yako kwa amani na kwa furaha tena. Umechoka kutoa kafara, umechoka kuua kila siku, umechoka kutoa watu kila siku. Sasa ni wakati wa kugeuka na kumgeukia Mungu aliyekuumba katikati ya maisha yako. Asante sana na Mungu akubariki sana. Kwa wakati mwingine tutazungumza kitu kingine kwa pati ya mambo kama haya. Mungu akubariki sana. Endelea kutufuatilia. Amen.